Wewe vaa unavyojisikia. Ukikaa vibaya mimi nitaangalia tu. Alafu mimi naendelea kuhubiri ambavyo naona ni vya muhimu. Wako pasta ambao wanayaweza mambo haya. Vae nguo za hivi, wana hiyo neema. Mimi hiyo biashara siwezi. Mambo yao acha dhambi siwezi. Ninahubiri ninachokiweza. Silazimishi nihubiri kila kitu. Ninabaki na ninachokiweza. Kila ambacho nikikisimamia naona kinanipa kufanikiwa, basi kinanitosha. Wanaohubiri utakatifu na waangalia na mimi anasema wow. Kuhubiri utakatifu ni kipengele. Kuambia watu wenye michepuko kama waliojaa hapa kanisani, kuambia waache michepuko. Na hizo sadaka wamepewa na michepuko. Baba, endelea, nileta sadaka na mambo mengi ya kufanya. Wamama kwa mabinti, vijana kwa wazee ambao mnasali kwa wahubiri hawa ama kwa wainjilisti, kwa mitume, kwa manabii au kwa matapeli wa aina yeyote ambao wana mahubiri yanayofanana na haya, ni heri ukaondoka ukajitenga na hao. Mwambie jirani yako, badilika hata unavyovaa. Usivae vitenge kila siku. Suti unamwachia nani? Bwana asifiwe. Hata kuna wengine una miaka 26 lakini umevaa kama mama wa miaka 80 na ndio maana uolewi. Wanakuona mama yao. Nani anataka kuoa mama? Wewe una miaka mingapi? Wewe una miaka mingapi? 27 hujavaa hereni shoga. Hujavaa hereni. Nyusi hujatinda. Nywele umechana kama mwalimu wa shule ya msingi primary. Hakuna lipstick, hata mafuta ya nazi upake mdomoni shoga. Cha kujizeesha. Hebu nipe lipstick iko hapo kwenye pochi yangu. Tufanye mazoezi. Unaweza ukaona ni kama mchezo fulani, ama ukaona ni kama ni mtu aliyerukwa na akili kwa namna fulani, lakini kwa afya ya roho yako, kwa afya ya roho yako ambayo unaitafuta siku moja ukaipeleke kule mbinguni, ni heri ukaondoka ukatengwa nao. Biblia inasema ya kwamba ondokeni kati yao mkatengwe nao. Ni wakina nani hao? Basi ni hawa ambao wanahubiri mahubiri ambayo ni potofu, yanayochochea mwanadamu kupotea, yanayochochea mwanadamu kufanya uzinzi au kuwa malaya ama kuishi na tabia ambazo ni mbovu, ambazo ni chukizo mbele za Mungu. Ni heri ukajitenga nao, maana siku ile utalia na kusaga meno. Ndipo siku ile ya hukumu wachungaji, wahubiri wote nao watakuwa na sehemu yao, na wewe uliyekuwa muumini na wewe utakuwa na sehemu yako. Kila mtu atatolea hesabu. Wakati wa kutolea hesabu hakuna kusaidiana, hakuna atakayesimama kama mtetezi wako. Hata kama ulikuwa na mchungaji wako uliokuwa unampenda sana, lakini kama ulifuata mahubiri kama haya, basi tambua ya kwamba ulipotezwa, na tambua ya kwamba kuanzia sasa umeshapotea. Usipobadilika na kuondoka ukajitenga na hawa, basi tambua ya kwamba mwisho ule, siku ile ya mwisho kule mbinguni unakotarajia kuingia, siku ile itakuwa ni kilio kwako, haitakuwa ni furaha. Utaishia kuhuzunika, kulia na kusaga meno. Utageuka, utamtazama yule mchungaji wako ambaye alikuwa anakufundisha na kushawishi na maisha ya namna hii. Basi utaona hata yeye anatetemeka, miguu inagongana yenyewe, analia, anasaga meno. Siku ile ya mwisho wengi
watachafua hali ya hewa kule mbinguni. Wengi watachafua hali ya hewa kule mbinguni, kwa sababu aliishi kwa kufuata maneno ya mchungaji, ya nabii, ya askofu, lakini akitazama kwenye Biblia aliona ni vitu viwili tofauti. Lakini yeye alishika neno linalotoka kwa mchungaji na silo ambalo limeandikwa katika Biblia. Simama kayatazame mapito ya zamani. Simama itazame Biblia. Usimtazame nani anayeongea, itazame Biblia kwanza. Mwanadamu anaweza kapotoka, anaweza kaipenda fedha, anaweza akapenda kusifiwa, lakini asikwambie ukweli. Ila akupendaye ni yule akwambiaye ukweli. Asiyekupenda siku moja atakuwekea sumu hata kwenye chakula ili ufe, kwa sababu hakupendi. Yesu akusaidie. Uachane, uondoke, yani uondoke sasa. Kimbia, waepuke wahubiri, manabii, mitume ambao wanawafundisha namna hiyo. Wanakupoteza. Roho yako utaiweka wapi siku ile ya mwisho? Itakuwa ni kilio na kusaga meno. Utaomboleza usipate msaada wa aina yoyote. Ni sauti ya mtu aliyenyikani ikisema, tengeneza, nyosha mapito yako. Bwana anakuja na malipo kwa kila unalolitenda, unaloenenda, matendo, njia, mwenendo wako. Utapata thawabu na malipo kadri ya unavyotenda. Kumbuka ya kwamba Mungu analia, Mungu anahuzunika, wanadamu wanalia, kanisa linaomboleza, waovu wanacheka, wenye dhambi wanafurahi na kushangilia kwa sababu ya haya yanayoendelea. Mungu analia kwa sababu ya dhambi na ubaya unaoendelea. Wachungaji wanashindwa kukemea na kuyasema mabaya hadharani. Wanaogopa kuisema injili ya kweli kwa sababu watapoteza kundi kubwa la watu. Mungu analia, kanisa linaomboleza, mwanadamu analia, mwenye haki anahuzunika, anaomboleza, lakini mwenye dhambi anacheka na kushangilia. Yesu akusaidie.